Mungu amefanya tena, Mungu amefanya tena, kati ya walokumbukwa na mimi amenikumbuka tena. Mungu amefanya tena, Mungu amefanya tena, kati ya walokumbukwa na mimi amenikumbuka tena. Ona, ona machozi yamekaushwa yote, vijito vya furaha vyatiririka tena. Ona, ona huzuni imeondoshwa yote, upepo wa amani umevumishwa tena. Waambieni wale walionicheka, Mungu wangu ananipigania. Mimi naitwa Penina Kendi. Leo ni siku yangu. I'm very happy kwa sababu ya celebrations. I'm wedding today with Macarius. Na naona huku nje, nasikia huku nje watu wanajiandaa, wamefurahia. Watu wamekuja kwa sababu yangu na ninasikia nimeshukuru, niko na furaha. Leo ni siku yangu kuu na nachukua hii nafasi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha siku ya leo. Hii ni siku kubwa kwangu na kwa bibi yangu. Ni nashukuru Mungu pia mahali amenitoa na bibi yangu, hiyo miaka yote tumekaa mpaka saa hii, na leo ni Mungu ametuwezesha kuhalalisha ndoa yetu leo. Kwa hivyo namrudishia Mungu shukrani sana tena sana. Bibi yangu tumetoana naye mbali sana, kuna milima, kuna mabonde, lakini tumevumiliana mengi mpaka wakati huu leo tunahalalisha harusi yetu. Kwa sifa zimrudie Mwenyezi Mungu. Napenda bibi yangu sana, my sweetheart, my love. I love you so much wherever you are. Penina Kendi, I'm coming for you right now. You can run, but you can not hide. Yeah. I'm coming for you. Music surgery. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mke wa ujana wako. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mume wa ujana wako. Kwa majina naitwa Sifa Anderson Kalugo. Mimi nilimjua Mark kupitia kwa dada yake, tumekuwa walimu pamoja, na pia Kendi naye alikuwa rafiki ya mke wangu, na tumekuwa pamoja tukiwa tunashirikiana kwa mambo mengi, na mpaka mwisho walipokuwa wanasema wanataka kuhalalisha ndoa yao, sisi hatukuwa na budi kukubali. Kile ambacho nataka kuwaambia Mark na Kendi ni kwamba the marriage institution is a big challenge to everybody. Kila mmoja lazima avumilie mwenzake, na hakuna watu wawili ambao wanakaa pamoja. Mmoja mpaka akubali kushuka chini. Ukiona mwenzako amepanda juu, wewe shuka chini. Mwenzako akishuka chini, wewe panda juu. Ndio maisha tunaendelea. Na jambo muhimu zaidi, ndoa hii ni iwekwe katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Ndoa zote ambazo zinawekwa mikononi mwa Mwenyezi Mungu huwa zinadumu, lakini ikiwa tutaichukulia in the human nature, ndoa zile huwa zinasambaratika haraka. Mkiwa na matatizo ambao hamyawezi kuyasuluhisha nyinyi wenyewe, our hands are open, but nyinyi wenyewe ndio jungu kuu la kusuluhisha matatizo yenu, hata bila kuambia watu wengine.
msijaribu kusuluhisha issues zenu kwa bado mna hasira, hamtaelewana. Lakini hasira zikienda, mnaweza ketia hilo jambo na mkaliongea na mkaelewana. Kwa hivyo I wish you all the best, mkae na maisha mazuri na ya upendo, muwaheshimu wazazi, na kile kitu ambacho ningetaka kuambia ni kwamba never allow anybody or a third party to intervene in your marriage. Hiyo ndio inasababisha watu wengi wanavunja ndoa zao. Na don't allow anybody to discuss your partner. The moment allow mtu akudiscuss your partner, amekutia shetani ambaye utamuona partner wako kama si binadamu. Kwa hivyo that is the bottom line. Never allow anybody to discuss your partner in front of you. Msimamishe kabla hajaenda mbali. God bless you. You're my medicine when my mind runs wild, the antidote to every storm inside. When I'm lost in waves I cannot soothe, you calm my chaos, you bring me life. In every tear I try to hide, you find my heart, you stay beside. My messy mood, you never flee. You turn my broken into free. Oh my love, my everything. And I don't know how I lived before your love walked through my door. I don't know how I lived before your love walked through my door. You're my everything, my lover, my friend, my soulmate, my tamu, tamu. You're my everything, my lover, my friend, my soulmate, my tamu, tamu. With you I'm free, I can finally breathe. No fear, no chains, just you and me. You're my happiest memory, my sweetest rhythm, the place in this world where I belong, the healing I never knew I'd need. Now you're the air that my heart breathes. You're endele bwea asiara ne bwea ende matunda ya mainge to munenge yudari mo bionde no to inya ne ku mwathani to wati orewe to te gono ano kwira ya mainge ya magai ya kinyekere wali to ne ran Jesu abanda romba rande tekia Sasa ni basi tunahitaji mic. Mimi
ijengwe juu yako Yawe. Halo nyinyi wasichana, ndeni kwa magari. Mtu bila harusi akiingia hapa mtashangaa. Unamuondoa mbio mtashangaa. Ndoani kwanza kuelewana, Sio fujo, mateke na ngumi. ndoani kwanza kusikizana, Sio uwanja wa mapambano. Umtunze mkeo, umpende mmeo. Huyu ndiye wako, Kipenzi cha moyo wako. Umtunze mkeo, umpende mmeo. jivunie chako, Furaha ya moyo wako. na waasa msigombane tena, na ndoa yenu msilie tena. Uliyempata leo ndiye kipenzi chako, si unajua mmekubaliana? Kweli ni kwamba nyi mnapendana, ndiyo maana tumekuja leo tumalize jambo lenu. hivi unajua ilikuwaje mpaka huyo Eva apatikane? Huyo Eva alitoka kwenye ubavu.
on my mind all the while. The antidote to every storm inside. When I'm lost in waves I cannot soothe, you calm my chaos, you bring me light. You turn my broken into free, oh my everything. And I don't know how I lived before you let go my door. I don't know how I lived before
tunapomkaribisha bibi harusi kwa makofi mazuri. Ndiye huyo anashuka kwa gari. Ndiye huyo anakuja asli apate wimbo wake sasa. Kuja tu. Anjo.
Tunakushukuru Jehova, tumesema asante kwa siku nyingine njema umeandaa, siku ambao tumengojea kwa muda, na sasa Bwana tumeipokea. Pokea sifa zote na utukufu. Wacha Bwana tunapoendelea na shughuli hii, Mungu kaweze kuwa pamoja nasi. Bwana kabariki kila shughuli itakufanyika mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya wachungaji, washiriki na marafiki na wageni wetu, waheshimiwa bibi na bwana harusi, siku ya leo wametukutanisha mahali hapa. Wacha shughuli hii Mungu ikabarikiwe na utukufu kurudie juu mbinguni, na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba na kuamini na kusema amen sote.
dunia msaidizi. Msaidizi wa kufanana naye. 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 Hawa wawili watakuwa mwili mmoja, washirikiane kwa pamoja. Hawa wawili watakuwa mwili mmoja, wanie pamoja kwa upendo. Hawa wawili watakuwa mwili mmoja, washirikiane kwa pamoja. Hawa wawili watakuwa mwili mmoja, wanie pamoja kwa upendo. Tawaombea baraka katika ndoa yenu na kuishi maisha yenye amani. Tawaombea baraka katika ndoa yenu na kuishi maisha yenye amani. Harusi tunayo mazuri. Mume ataacha wazazi wake na kuambatana na mkewe na kuanzisha maisha mapya. Mume ataacha wazazi wake na kuambatana na mkewe na kuanzisha maisha mapya. Ona maharusi wanavyopendeza, wanameremeta kama nyota angani. Ona maharusi wanavyopendeza, wanameremeta kama nyota angani. Ona maharusi wanavyopendeza. Sikia. Mume ataacha wazazi wake na kuambatana na mkewe na kuanzisha maisha mapya. Mume ataacha wazazi wake na kuambatana na mkewe na kuanzisha maisha mapya. Ona maharusi wanavyopendeza, wanameremeta kama nyota angani. Ona maharusi wanavyopendeza. Tumwappreciate Reverend anapokuja kwa madhabahu asifu madhabahu kueleka. Karibu sana Reverend. ambao tunanena sifa zake Mungu. Mungu amesaidia kufika hapa, neema na rehema zake. Basi mimi nachukua nafasi hii kuwajulisha mimi, sababu kila mmoja ananijua kwa jina, naitwa Dr. Kama unajua Dr. ni nani? Dr. Engineer James Mugabe. Umepata hiyo? Mimi Dr. Engineer James Mugabe, na nashukuru Mungu umetenuka mengi katika mapito ya dunia hii. Mpaka saa hii I feel elevated. Sikia kuinuliwa. Basi Bwana apewe sifa.
kupoteza wakati, tunaanza na kuanza shughuli zetu kwa kusikia neno la Mungu, sababu ndilo linaweka mtu huru, ndilo linajenga, ndilo linakuamulia tutaishi wapi baada ya mwili huu kuachana nao. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametupea nafasi. Siku ya leo kuna wengi ambao wameenda, kuna wengi ambao wanalia, kuna wengi ambao wako katika dhiki, lakini kwako una imani, una furaha, na hujajiuliza ni kwa nini. Kwa sababu Mungu anakupenda. Ningekuuliza unipendee yule aliye karibu na wewe, kumpatia mkono tu, mwambie I love you katika jina la Yesu Kristo. I love you katika jina la Yesu. I love you in Jesus name. Nakupenda katika Bwana. Amen. Na kama hataki kurudisha, waachane naye, na kwa mwingine. Kwa sababu tumeitwa nini? Tumeitwa kupendana. Na yule hapendi ni muuaji. Ndio. Wewe kama upendi jirani yako, wewe ni muuaji. Na kuna muuaji zaidi ya wewe. And that's what the Bible says. Those who does not love the neighbor is worse than a murderer. Hallelujah. Kwa hivyo siwe muuaji, mpende na upendo wa Mungu. Hallelujah. Nafurahi kukutanishwa na siku ya leo. Sherehe hii ni sherehe ya mtoto wetu ambaye yuko hapa mbele yetu, na alisema leo ni siku yake. Tujaribu tupatie siku yake afurahikie pamoja na wengine. Mnanikubali? Mahali utatoka, kubali kufurahika pamoja na yeye. Na sote tutaimba wimbo wa haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto amenishindia kijana. Hiyo kijana yuko hapa pamoja nasi na sio mwingine. Ukipeleka macho na hapa utamuona hapa, yuko hapa hapa. Na sitamwambia sababu utamuona tu, ndio? Basi Mungu akubariki. Mimi sio jina lako, lakini tutajuana tu tukiendelea. Na hapa tuko Mariakani katika kanisa la Full Gospel Church of Kenya. Na tunajiita Oasis of Healing. Oasis of Healing. Mahali ya kupona roho. Kija hapa mzima, kija hapa na shida. Mungu atachukua na kutaenda nyumbani kwa roho. Na tubiri mambo bibili, tunahubiri Yesu Kristo aliyetoka mbinguni akaja akapitia katika makao haya na mapito haya, akaonewa na wewe na mimi, na mwisho wake kumsulubisha msalabani. Sio mwingine alimsulubisha msalabani, ni wewe na mimi, tukiwa watu wa dini. Lakini akaja na akatusamehe na akatupea badala ya dini, akatupea neema. Sema neema. Akatupea neema badala ya dini. Wengine wakabaki na dini na sisi tukaendelea na neema, sababu dini na neema ni tofauti kabisa. Na kama wewe ni mtu wa dini, basi Mungu akubariki. Kama wewe ni mtu wa neema, pokea hizo baraka. Kwa sababu dini ni nini? Ni wewe kumtafuta Mungu. Wewe kumtafuta Mungu pamoja na kanisa lako, pamoja na nyumba yako, pamoja na kila kitu chako, kumtafuta Mungu. Na mimi nataka kukuhakikishia, you never find God. Hakuna mahali utampata Mungu. Mtamtafuta chini ya maji, juu milimani, utampata Mungu. Mungu anapatikana wapi? Katika Yesu Kristo pekee. Na kama umeokoka, sema amen. Amen. Sema wewe. Sema kama umeokoka, sema amen. Amen. Ningine nitakuuliza uliokoka lini? Siku
gani uliokoka? Ni tarehe gani uliokoka? Ni dakika gani? Dakika ipi ulipokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako? Sababu lazima uliandikika katika mbingu ya Mungu. Ndio kama tuko pamoja. Ni wangapi wameokoka hapa? Sasa kujua wewe unajua. Kwa sababu bila kuokolewa na Yesu Kristo, mbingu utaingia. Neno lingine unakuja kupata. Kama umeokolewa na Yesu Kristo, mbinguni utaingia. Lakini sasa tutaingia kwa sababu tutaokoka sote leo. Upende usipende, you must be born again to enter heaven. Amen. Basi leo tunajifunza mambo kidogo. Tutasoma Biblia kwa sababu Biblia ndiyo ushuhuda wa Mungu kwetu. Biblia ndiyo ushuhuda wake Mungu kwetu. Tutasoma kutoka Genesis 1:26. Genesis 1:26. Mwanzo hapo 1:26. Tutasikia vile Mungu anasema. And God said, let there be man in our own image, let's make man in our own image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. 27. And God created one in his own image. In the image of God created he him, male and female. Bwana Yesu asifiwe. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, replenish the earth, subdue, have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth them. Hebu angalia mstari wa pili, Genesis 2, tusome mstari wa 18. Uko hapo? And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helper meet for him. Atuombe. Nani anacheka? Atuombe. Bwana Mungu, tunasema ni asante. Tunakutanisha hapa siku ya leo kwa uzuri. Na sisi tunafurahi. Asante kwa neema zako ambazo utazimimina hapa kwetu siku ya leo. Tutakuishi na tutakushukuru na tutakushiriki. Kwa sababu wewe ni Mungu wa wote, kutoka mwanzo hadi leo na kesho. Tunakuomba kwa shirika pamoja nasi, take over. Holy Spirit, take over. As we start this occasion, we want to see you move as we worship you. Katika jina la Yesu Kristo tunasema amen. Hallelujah. Hapa umesikia, the Bible says, and God said, let us. Wacha sisi tutengeze mwanadamu. Let us make man in our own image. Hii inamaanisha Mungu hakuwa peke yake. Mungu alikuwa na ushirika. Na alishirikisha mwanaume katika uumbaji. Alitushirikisha sote katika uumbaji. Ndiposa hapo anasema let us make man in our own image. Hakuna mtu mwingine aliye na umbo lake Mungu isipokuwa wewe na mimi. Wewe na mimi. Ndio Mungu ameshirikisha umbo lake. Ili tuwe in charge. Tuwe tunatawala. Tuwe tunatawala kila kitu. Wanyama wa msituni na wa nyumbani. Kila kitu ambacho kinatembea katika hii ardhi. You are the boss. Mungu alikuwa namna hiyo. Ukitawale. Uvilinde. Na ukitaka kuvila uvile. Kwa
sababu ni chakula. Na Mungu akaachilia na akasema nenda utawale. Na hapa ikini Mungu anasema, and the Lord said, it is not good, si vizuri mwanaume akae peke yake, kwa sababu alikuwa anakaa na wanyama. Na mimi nataka kuambia siku ya leo, ukikaa na wanyama utafikiri kama wao. Ukikaa na mchawi wewe mwenyewe utasikia kuroga, siku nyingine utakuwa kama yeye. Ukikaa na tajiri utapendezewa kuwa kama yeye. You are a product of every association. Amen. Kile unajiunganisha nacho wewe unakuwa. Na Mungu akusaidie. Kile unapenda kujiunganisha nacho wewe unakuwa hiyo kitu. It's not by choice, it is by assimilation. Unajikuta unaiba kwa sababu unajiunganisha na mwizi. Unajikuta unaua kwa sababu unajiunganisha na muuaji. Lakini siku ya leo tumejua hivyo. Acha hiyo tabia. Tafuta Mungu wa tabia. Tafuta mtu wa tabia na uwe rafiki yake. Na utasoma mengi. Utasoma mengi. Tafuta mtu wa tabia na utasoma mengi. Utasoma kuwa bwana mzuri anakaaje, kijana mzuri anakaaje, msichana mzuri anakaaje, na utakuja kupenda maisha yako baadaye. Bwana apewe sifa. Amen. Siku hizi tunajilinganisha na yote. Na hivyo ndivyo we are examples of the world. Tuko mfano wa ulimwengu. Wanaua tunaua, wanaiba tunaiba, wanatukanana tunatukanana, kwa sababu tumejitolea kuwa kama wao. Lakini asante kwa Mungu umetupea Yesu Kristo ili tutoe katika utumwa na tupande katika zizi lake Mungu. Amen. Na uweze kuzaa matunda mema, uweze kuzaa tunda mema. Bwana apewe sifa. Okay? Na Mungu anasema kwa sababu hii, for this reason, a man shall therefore leave, kuacha babaye na mamake, na kuunganika na mke wake. For this reason, sitaki kukuelezea ni reason gani Mungu aliona. Mungu akisema for this reason, hata wewe ukisema kwa sababu hii utamwacha baba na mama niunganike na mke wangu, ni reason gani itafanya uache baba na mama uunganike na mke wako? Ni sababu gani? Ni sababu gani? Ni sababu baba ana ufalme wake. Alipooa mamako akawa na ufalme, na huo ufalme una jamii, na unajikuta uko katika hiyo ufalme na katika hiyo jamii. Itakubidi utoke katika huo ufalme ujenge ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wewe ni mwanaume, itakubidi utoke katika huo ufalme ujenge ufalme wako ambao unaitwa baba. Unaitwa baba, na itakubidi siku moja kuwa na bibi na mke, na mtaanza jamii moja. Haleluya. Na kwa sababu hii Mungu anasema walikuwa wawili na walipounganika wakawa mtu mmoja. 1 + 1 = 1. Umenipata? Kama wewe umesoma kidogo, sasa fundishika siku ya leo. 1 + 1 is 2 = 1. Weka 2 divided by 2 unapata moja na baki 0. Basi hiyo 0 ni watoto na mambo mengine, lakini inabaki nini? Moja. Asante kwake Mungu. Na hiyo science ndio imeprove hivyo. Okay? In creation God said let there be.
Ilipofika kwa mwanamke, Mungu akusema let there be. It took time. It took time. Alipata wakati wa kufikiria na kuwaza. Kwa sababu gani? Mwanamke is a complicated being. Kama unajua, mwanamke is very complex. It's a complicated being. Mungu akusema let there be, hapana, alichukua time na kuwaza kwingi na akasaidiwa. Kule mbinguni wakasaidiana. Na Yesu alikuwepo, na Roho Mtakatifu alikuwepo. Wakasaidiana wakamudia mwanamke. Sisi kama unajua mwanamke is very special, wale wajui. Sisi wale wajui mwanamke ni kiumbe very special kwa Mungu. Ni sisi tunawatoa makosa, before God she is a special being, very special. Ameumbika, kaumbika. Na God alipomuumba hakumpeana kwa wanyama, aliona kuna mahali atampeleka, akampeleka kwa mwanaume. Na akampeleka kwa mwanaume akiwa anaona. Alikojea mpaka mwanaume akalala. Na hapo akamtoa babu moja, na hiyo akaumbwa naye mwanamke. Na mwanamke ajui kama ako very special. She is very special. She has all the characteristics. Na nataka kuambia, wajua mwanaume is cleverer than a man. Kwa sababu gani? Ako na 6 senses. Ako na 6 senses. Mwanaume ako na 5 senses. Mwanamke ana 6. Na kama wewe mheshimu mwanamke, kutoka siku ya leo nenda ufikirie tena. She is special. Nakwambia hivyo because I am one in the house and she is special. Hallelujah. Niko na wewe, mimi namuona akiwa special. Na akiwa mbele yangu huwa na calculate. Mungu uliniumba hii kiumbe. Nasimwambii. Lakini naona kimeumbwa ikaumbika. Sura ndiyo hiyo, mambo yote ni special. Lakini ikifikia wakati wetu tunaona kama sisi hatukuumbiwa kitu. Mungu akusema kwa mwanamke let there be. And there must be a good reason for God acting like this. Alikuwa anataka mwanaume ajue kitu kimoja, kwamba in the beginning the wife was intended for to be truly a part of him. Mwanamke awe a part of you. Niangalie vizuri, mwanamke to be a part of you in planning. When you come to planning, when they come to thinking, you start to thinking. When they come to sharing life, mnashare na yeye. Akiwa hapo na wewe hapo, unamuuliza mawaidha. Mama, unafikiri tutafanya nini? Unaona kama tunaenda vizuri? Na kazo nyumba yako itakuwa na amani. I'm telling you the truth. Ukikubali to be cancelled, nyumba yako itakuwa ya amani. Mtashare joys of life together forever. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kulala na mke akachukulia wajibu na mkaendelea. Unaweza kukosa kazi na mke akiwa na kazi na mkaendelea. Na lalamiki hivi, lakini siku hizi malalamiko iko mingi. Na vile alimunda mwanaume wa hadhi, vivyo hivyo akamumba mwanamke wa hadhi, with the body, with the brain, with the nervous system, breathing apparatus, circulatory system,
and with the ability to see. With the ability to see, kuona, to hear, to think, to judge. Everything ambayo mwanaume anafanya, mwanamke anasema naweza kufanya. Naweza kufanya. But kuna kiago. Mwanaume ndiye aliye na nguvu. Kitu utabeba ya mwanaume ni muscle power. Muscle power. Nguvu yako si kama yake. But can be a scientist kama vile mwanaume alivyo scientist. Haya maisha tunaishi ni maisha ambayo Mungu anataka tufikirie mara mbili. The primary purpose of marriage is to make the two people happy. I am happy today, so happy. In Jesus' name I am happy. He has forgiven all. Yes, I'm happy. Yes, I'm happy. Sababu dhambi zangu zimechukuliwa na kutupwa na Yesu Jehanamu milele na milele. Na nikijiona naona mtu ambaye amesamehewa dhambi. Mtu ameshika mkono na tunaenda mbinguni. Haleluya. Amen. Happy marriage is taking the taste of joy together. Tumeunganika, anakuwa kitu kimoja. Kuna sehemu ya maisha pamoja. Kuna sehemu ya maisha mkiwa pamoja. Ukinunua kilo moja hiyo inatosha watu wawili siku 4. Kama hakuna watoto. Kila siku kwa kwota anatosha. Siku 4. Kila siku kwa kwota. Na mtakula siku 4. Na utakuwa na mabaki. Mungu atusaidie. In Matthew 19 tunasoma jinsi Wafarisayo walimwendea Yesu Kristo. Walimwendea Yesu Kristo. Kama umefika hapo Matthew 19 kuanzia 3 mpaka 6, Mafarisayo walimwendea Yesu Kristo. Na akaenda wakamuuliza swali. Kwa sababu you are meant to stay together in happiness. Mnataka muishi pamoja katika furaha. Na let me tell you, church, kuwa na furaha si uwe na pesa. You can be happy without money. Yes, you can be happy without money. But watu wanafikiri kuwa na furaha ni mtu aliye na mapesa. That's not happiness. Hiyo kana siku hizi inaleta hata magonjwa. Unakisikia siku utakuwa unafikiria habari ya pesa zako. Kuwa na furaha. Hebu tusome. For this reason is that was spoken by prophet Isaiah. Akisema hivi. No, 19. 19. Matthew 19. Nasema hivi. For this reason. Kamatia hapa for this reason. Matthew 19. Wafarisayo, unajua Wafarisayo ni wale watu wa dini. Na nimekwambia ukiwa mtu wa dini, wewe ni Mfarisayo. Ukiwa mtu wa dini, wewe ni Mfarisayo. Na watu wa neema ndio wanaitwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtu wa dini, wewe ni Mfarisayo. Watu wa neema ndio wanaitwa kanisa. Na hii tunaongea habari ya kanisa.
for intercourse. Nisikize ya mwanadamu, hawa ni watu wa dini ambao wamesoma dini, wanakuja kwa Yesu Kristo, anamuuliza Rabbi, ni vyema mtu kufukuza mke wake? And the answer, have you not read that Yule Numba, who made them at the beginning, made them male and female, and he said, for this cause shall a man leave his wife, leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they shall be one. Wale ambao Mungu ameunganisha wanakuwa mwili moja. Naamini kati yetu kuna wale ambao wameoa na wameolewa, na kuna wale ambao wanafanya ile inaitwa arbitration. Unajua hiyo ni nini? Come we stay. Come we stay. Na hiyo imekuwa the order of the day. Tunasomesha mtoto anaenda university, anakaa huko ana graduate, wanapendana na mtoto wako mwingine wa jirani, wanasema tunaenda nyumbani kufanya nini? Si hapa tunapendana, tutafute mahali ya kukaa na huko tutastay. Anakuwa bwana na bibi. Hawawi bwana na bibi. Yesu anakuwa bwana na bibi, lakini hawai mke na mume. Wanakuwa bwana na bibi. Nipate tafadhali, nipate hapa. Kule Nairobi wanakuwa bwana na bibi, lakini si mke na mume. Naongea nini hapa? Wanakuwa bwana na bibi. Unajua bibi ni nani? Nani anajua bibi ni nani? Nani anajua bibi ni nani? Hamtanijibu sababu kwa kuwa maisha hayo ndio naishi. Bibi ni nani? Ni nyanya. Bibi ni mwanamke mzee. Umenipata? Bibi ni mwanamke mzee. Mke ni mwanamke fresh. Kama manielewa nionyeshe mkono. Bibi ni nani? Mwanamke mzee. Bibi ni wazee wanakaa huko Nairobi. Ukitaka mke inakubidi uje kwa baba na mama ili wakubariki, na msichana ndio awe mke, na yule hajabarikiwa na baba na mama, huyo ni bibi. Lakini akibarikiwa na baba na mama pamoja na kanisa, anakuwa mke. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa hatari hiyo? Kwa hivyo ni kama simba mke na simba mume. Maana simba mke akikasirika na rarua hata mume, sababu hasira zimejaa huko. Lakini akiwa mke ana usemi moja, yule baba alimfundisha na mama alimfundisha, ambia bwanako nisamehe tafadhali, nisamehe tafadhali, kwa sababu hiyo ndio inajenga nyumba. Tafadhali mume wangu nisamehe, nimekosa. Na ukikosea mume unamwambia tafadhali mke wangu nimekosa, nisamehe, na mnakuwa na amani nyumbani. Amani ya nyumba inapita amani zote, na ndipo Yesu akasema, amani yangu nawapea, I give you my peace. Pokea hiyo amani na Mungu akuonekanie. Na kama unajua naishi maisha hayo,
Mpenda Bwana, itabidi kuhalalisha harusi yako, itabidi kuhalalisha harusi yako, itabidi uende kwa mama na baba waambie nilikosa, lakini kuanzia hapa, hata kama una watoto, kuanzia hapa mimi nataka kuwa mke na mke wa Bwana. Utanipenda leo? Ni wangapi wananipenda? Yeye utaenda kwa baba na mama, mwambie kutoka leo, baba nisamehe, nilikuwa bibi na bwana, lakini kuanzia leo nitakuwa mke wa mtu mmoja. Na naita marafiki kama vile tumefanya leo, na tutasherehekea. Bwana akupatie nguvu hiyo. Neema na rehema zake Mungu zikae juu yako. Amen. Na kutoka hapo unakuwa na marriage ambayo ni happy. Happy marriage. Happy marriage. Sijui wangapi wewe na namna hiyo wana happy marriage? Sijui ni wangapi wana happy marriage? Na hiyo ndio tunatafuta kila siku, kila wakati. Bwana apewe sifa. Na katika hiyo mimi naweza kusema nini? Ukiwa na happy marriage, kitu tunaambiwa tutafute ni unity of purpose, kuunganika ili tuweze kutenda mambo pamoja, tufikiri pamoja. Kama una pesa si zako, ni za mke wako. Kama mke ana pesa si zake, ni za bwana, za mume wake. Lakini siku hizi chako ni chako. Don't interfere with my money. Mimi nafanya mshahara siku 30. Unakuja kuniletea kelele hapa. Na usijaribu kuuza mfuko tena. Na ukiendelea hivyo utakula ngumi. Si mfuko wako ni mfuko wangu. Si mfuko wako ni mfuko wangu. Nasikia Bwana akisema mfuko wangu ni wangu. Mke naye anasema mfuko wangu ni wangu. Na mnakaa pamoja na mke ameajiriwa na bwana ameajiriwa na ujui anapata pesa ngapi. Mwisho wa mwezi anaenda na nunua vitu vyake na anakuja anakuambia na uninunulie. Sasa nitakununulia na mimi sina pesa. Kwa sababu chake ni chake, changu ni chetu. Na Bwana akubariki. Amen. Amen. Chake ni chake na chako ni chetu. Na Bwana aondoe hiyo mpaka siku ya leo. Mshahara wangu ni wangu, lakini mshahara wako ni wetu. Bwana tuondolee hiyo lawama, tuweze kuishi in transparency. So katika unity mtaona mambo kadha wa kadha. The wedding shall see two people drinking together, laid upon the altar that is aglow with love, with purity. Inawaka moto, fire which is divine, nachomeka. And that's the beginning of experience. Ndio mwanzo wa experience. Ukichoma na moto utayayuka. Na ukiyayuka utaanza kufikiri. Utaanza kufikiri. Na mtamhitaji mwingine mweze kufikiri pamoja. Mweze kuplan pamoja. Hii maisha ni kuplan.
sioneki kitu, sababu mimi naendelea, mimi ndio nimejipanga, na nikipanga tunaona miaka 50 mbele yetu. Ukianza kuona miaka 50 mbele yenu, I'm telling you, by the time you reach 20, you'll be where you want to be. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mahali unakusudia kuwa. Na hii ndio tofauti ya sisi Afrika na wale wa ngozi nyeupe, kwa sababu wao kweli wameendelea, na kama hujasafiri, siku moja utasafiri na utakuja kuniambia wao wameendelea. Kwa sababu gani? Kuona mambo mbele kule na kuanza hapa saa hii. Sisi ndio tunaanza hapa leo, na tuna plani ya 2030. 2030 ni kesho. Wana plani ya miaka 200 ijao, wanaanza hapa, wanaanza kufikiriana na kutoka nyumbani. Haya ndio matokeo inatokea. Wanaanza kukubali kuongea pamoja. Mungu pia anasema njoo tusikizane. Umepata jambo hiyo? Mungu ndiye anakuambia njoo tusikizane mwanangu. Tuanze kuplani mimi na wewe pamoja. Hiyo ni kitabu cha Isaya. Mungu anakuambia njoo tuplani, tufikiri pamoja namna ya kujenga jamii. Ili watoto wakija wakute kuna mahali safi. Wakute kuna mahali safi. Wakute kuna kitanda. Wakute kuna mahali wanaweza kuita home. Na kwa hiyo watafurahi. Watasema baba na mama waliniplania mimi. Na mtoto atafurahi. Mtoto atafurahi. Kwa sababu atakuwa rejareja, atakuwa chokoraa, atakuwa akirukaruka, akifikiria, akijua nyumbani, mimi na kitanda kizuri, nina mambo mazuri, and we are called upon. Na ikija kuomba, unajua siku hizi kitu ambayo inatupita ni maombi. Nakwambia utaendelea mbali pasipokuwa na silaha ya maombi. You reach nowhere if your life does not compose of prayerful life. Kama nyumba yako haina mahali pa maombi, na pia mke wangu njoo, unaenda wapi? Mume wangu njoo, hebu tuseme ombi la baba wetu mara moja kabla hujatoka ile mlango. Hiyo inakuwa ni kinga yake, itakuwa ni furaha yake throughout the day. Akipitia mambo mama aliniombea kweli. Unapitia mahali unaona umeomba, anajua ile ombi tuliomba asubuhi. Na Mungu ambariki mke wako. Alinikumbusha tuombe. Na kwa sababu ya kuomba, hii ndio Mungu ametangulia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Pray together. Kwa sababu tunaomba sisi pamoja, tutakuwa na kusaidiana. Ukienda nyumbani, ukienda kazini, utakumbuka kuna kanyama kilo moja ukipitia, kuna unga wa kutengeneza chapati, utarudi nyumbani vile ulitoka. Utapenda kumfurahisha yule ambaye uliacha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. A happy marriage. Preserve of unity. Keep confidence. Mnakuwa na nyumba ambayo iko na siri. Keep your innermost secret. Don't open the door to everybody. Hata watoto wanampaka. Watoto hao hawaruhusiwi kuingia na kukaa pamoja na wazazi ikiwa ni masaa ya kulala. Wanaambiwa nenda kulala. Kwa sababu gani? Kwa
sababu gani? Watoto tu kushughulika wakati mama na baba wanafikiriana. Sima kuja kuuliza maswali. Mtoto uliza maswali wakati ambao unafaa na utajibiwa. Wakati wa kulala nenda kwako. Tuache tukiwa na difference, tutasort out hizo wawili. Na mtaachilia watu walio nje ya ukuta kujua. Lakini siku hizi hata jirani anajua unachapa mke wako saa 6 usiku. Saa 6 usiku ndio saa ya kelele. What does that mean? Sexual misunderstandings. Biblia inasema hizi zote zitakuja. Misunderstandings zitakuja. Kwa sababu you are not special. You are not special. Utakuwa na siku ya kukosana, siku ya kunifa, na siku ya kuambiana majina na nini na nini. Hata wengine wanaambiana I wish I never married you. Yes, hiyo siku itafika. Hiyo siku tarajia. Lakini ikifika ikute watu ambao wamekomaa. Watu wamekomaa. That misunderstanding cannot be washed away. Hiyo itakuja. It's part of adjustment. Kama nati wakati wa kukasa adjustment. Nasikia hapo nimekaswa sana, wacha nilegeze. Unasikia uko free. Okay? Kwa kuwa kuna nyumba ambayo haina misunderstanding. Hata za malaika walikosa na Mungu kule mbinguni. Na hapa wamekuja kutuharibia starehe zetu. Na wengine wakawa mapepo. Na hiyo ndio tunangangana nao kila siku. Toka pepo na utii. So marriage is part of misunderstanding. Misunderstanding. Na ina siri moja ya jibu. Misunderstanding ina siri moja ya jibu. Na hiyo siri, I am sorry my dear. Hiyo ndio siri ya misunderstanding. Kwa sababu kumbwa na mawe na mimi si kumbwa na mawe, tutayeyuka. Na wakati mwingine tunaacha kuraruana mangumi na makofi. Lakini ukirealize, tafadhali muite mwambie, my dear, I'm sorry. Niliingiwa na kipepo tu kilikuja hapa, lakini kanifanya nikutukane. I'm sorry. Na sorry hii inatibu magonjwa mengi sana. Na mama kwa sababu si wa ngumu, sababu hiyo inamweyusha. Hallelujah. Sorry my dear. I am sorry. Please forgive me. Hiyo inamweyusha. Ukitaka kupikiwa chai nzuri ni wakati huo. Amen. Anaenda na kupikia chai nzuri kwa sababu mwambia I'm sorry. Forgive me. Forgive me. Please forgive me. Hata kama ilikuwa mwanangu nisamehe. We don't know how to walk and live about the word of forgiveness. Na hiyo ndio msingi hiyo kujenga nyumba. Tunaishi tu mapenzi wakati mwingine inafika mwisho, lakini forgiveness haina mwisho. Na Yesu akasema, rafiki yako akitenda wewe mema unampenda, akikutendea mabaya unamwambia potea shetani. Na kuna mtu shetani unampanda jina shetani, na shetani anachukua nafasi hiyo na namkalia. Sasa kuzungumza na yeye, kuzungumza na shetani. Oh, Mungu atusamehe. Unajua whatever you call the name it becomes. Kile unaita jina inakuwa. Ukiita mtu shetani, hiyo picha shetani ina reflect yeye. Na shetani anakuwa hapo anaongea na wewe. Unataka ulimuita shetani. Toka hapo shetani wewe. Unakaa kama mbuzi, unakaa kama ng'ombe. Maisha yameharibika jamani. Mungu atusaidie.
inaliwa, afadhali mbuzi inaliwa, hata ng'ombe inakamuliwa. Ukichua kusamehe, mwambie mimi ni ng'ombe, mimi nakamuliwa maziwa, nakwambia hapo utamrudi na akakuja chini, kwa sababu amejua you don't hear what he says. Na Yesu asifiwe. This is good marriage. Harusi ambayo tunafanya saa hii na harusi yoyote ambayo inashirikishwa chini ya hapa ya ndani ina kofia 3. Unipata? Ina kofia ngapi? Ina kofia ngapi? 3. Kofia moja ni ya baba na mama. Mnaweza kupendana na baba na mama akawabariki na mkaenda, lakini ujue haina nini? Security. Haina security. Harusi ya pili, kofia ya pili ni kofia ya kanisa, kunena baraka juu yenu na kuwafunika. Na hii usije ukapuuze, ndugu yangu, dada yangu, kwa sababu hii ndiyo inakutetea hapa duniani. Na Yesu akaenda katika harusi na akawabariki. Hii ni kofia ya pili. Kofia ya 3 ni kofia ya Mungu. Na hii ndio kusudi tumehusika siku ya leo. Tuulize Mungu awe mshirika. Tunabariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na wakiishi katika uvuli huo watafanikiwa, watabarikiwa, na kila wafanyacho itaitwa nini? Kubarikiwa. Kwa sababu Mungu ndiye mwenye kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tushukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nasema ni asante. Watukubali tukutanike hapa siku ya leo katika upendo wako na katika shughuli hizi za harusi, kuona wanao wakishikana na kuishi pamoja, na waamue siku ya leo wameacha vyote, wameacha na wengine na kubali kuishi pamoja. Nasi tuwatamkia baraka na kuwaunganisha waishi kama kitu kimoja, wakae chini ya ndari moja na nyumba moja, waite mke na bwana. Naomba haya mnyenyekee chini ya kiti chako cha enzi katika jina la Yesu Kristo. Na sote tuseme amen. Sote tuseme amen. Sote tuseme amen. Mama yuko wapi? Yuko wapi? Baba yako. Mama yuko wapi? Yuko wapi? Basi. Furahi. Ili waende wakati. Nataka wewe mwenyewe Baba na mama, ninawashukuru kwa kunilea siku hizo zote. Nimeishi na nini? Nimekaa miguuni pako. Lakini siku ya leo naomba mniachilie. Amen. Asante tuseme amen. Angalia vizuri. Wapia kwa mdomo wako mwenyewe. Baba na mama. Baba na mama. Nashukuru. Nashukuru kwa kunitunza hizo siku zote. Kwa kunitunza hizo siku zote. Nikiwa mwana wenu. Nikiwa mwana wenu. Na waomba. Siku ya leo. Siku ya leo. Mniachilie. Niweze kuwa mwanaume. Niweze kuwa mwanaume. Na nitakuwa na nyumba yangu. Nitakuwa na nyumba yangu. Na itakuwa nyumba ya baraka. Kwa nyumba ya baraka. Na wakaribisha. Na wakaribisha. Mama na baba, tunaweza kuketi kitu kimoja. Huyu ataitwa jina lake na huyu ataitwa jina lake. Ni vile nguo asiingiliani, na naweza kuanza kuvaa nguo zake leo. Na hiyo mwingine kuvaa nguo zake leo. Ndio atudhihirishie amekuwa kitu kimoja. Amen. Basi Mungu wetu mwema na rehema. Tunajua ni kwa nini wamekuja hapa. Ni kwa sababu ya kupanika. Amen. Sababu ya kupanika.
Na wauliza nini ambao umeketi. Tumemaliza kutangaza katika kanisa. Kama kuna mtu ambaye anajua ni kwa nini wasiunganike siku ya leo, wawe kitu kimoja, aseme tukiwa hapa, ama nyamaze milele na milele. Kama kuna anajua, yoyote yule anajua jambo moja ambaye inaweza kuzuia leo wasiunganike wawe kitu kimoja, wasibarikiwe, waanze safari pamoja. Anyamaze leo, nitasema mara mbili, ama funge huo mdomo milele na milele. Kama kuna anajua kuna deni ya yeye, apitishe sasa, tutalipa. Wapia kana unganishi na deni yangu kwa nalo, nilipe kabla hujahama. Kwa upande huu mwingine, kama kuna anajua na deni lake, amuitishe saa hii. Tukubaliane nini? Hakuna. Basi makubaliana na nini? Basi mmetupatia fursa kusimama mbele yenu na kutamka maandiko mbele za Mungu, na hiyo itaandikika katika mbingu. Asante kwa Mungu. Amen. Sasa kuna sign ya kwamba leo tumetembea, mimi nina sign hii. Mungu amenibariki na hii ndio naenda kudhibitisha mbele yenu, na mtakubalia nani ametumwa kuleta hizo pete. Siko wapi? Yuko wapi? Kwamba iko round na ilivyo round, hii ni sign ya upendo. Upendo kati ya mwanaume na mwanamke, nani huoa? Mwanamke. Mjibu. Kati ya mwanaume na mwanamke, nani huoa? Ni mwanamume ama ni mwanamke? Sasa tuko na division hapa, lakini anasema ni mwanaume, lakini ni mwanamke. Ni mwanamke. Na ndipo anaambiwa utaacha wazazi wako na unganike na nini? Na mkeo. Na mkeo akisema hapana, inakwisha. Inakwisha. Nasema no, ulikosea, tunaenda nyumbani. Lakini akisema ndio, ajue ako katika court of justice. Na hiyo ni leo. Akisema no, tunaenda nyumbani. Akisema ndio, okay, tuanze na upande gani? Tuanze na upande upi? Bibi harusi, mke harusi, bwana harusi. Okay. Ndio umenunua na umenunulia nani? Binti harusi. Ninataka nichukue kwa mkono wako na utamweka na vile utasema atakuwa hivyo. Tulikuwa tunawabatisha mtu aliyo
hivyo katika giza. Nataka mfunue kwa utaratibu na utuhakikishie kama ni yeye. Tuhakikishie kama ni yeye. Ukitaka kumpiga mdomo, ukitaka kumpiga pua, utakuwa juu yako na Mungu atakubariki. Hakikisha kabisa. Haleluya, Bwana akubariki. Ametambua yeye alikuwa amepotea. Sasa leo nafurahi kupata mume. Leo nafurahi kupata mke. Na mimi nataka kuhakikishia. Mimi nataka kumhakikishia. With the sign of this ring. With the sign of this ring. That I will love you. That I will love you. I will be there for you. I will be there for you. I will commit myself to you. I will commit myself to you. And I will be always available to you. And I will be always available to you. And therefore. Katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana, 20 steps. Katika jina la Bwana. La Mwana. La Mwana. La Roho Mtakatifu. La Roho Mtakatifu. I take you to be mine. I take you to be mine. Mungu abariki. Hebu chukua. Mume wangu. Ukimwangalia. Leo nimekuja. Ili nikuhakikishie. Kwamba nakupenda. Najitoa mimi. Mwili wangu ni wako. Chochote kile nilicho nacho. Kwa hivyo huu ni ushuhuda kwamba mbele za Mungu wetu nataka kukuhakikishia katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu, wewe ni wangu. Imeenda hiyo. Hiyo imeenda. Imeenda. Imeenda hiyo. Wacha mniruhusu niombe. Weka magoti yako chini. Weka magoti yako chini. Na katika jina la Yesu, unity na basi. Mungu ataibariki. Na sisi nasi tutafurahia tukienda kwao. Weka mikono. Wacha tuombe. Tunaachilia neema na rehema na baraka juu ya hawa wapenzi. Bwana akaishi nyumba ya baraka na akaitwa mgeni Bwana siku ya leo. Naamuru baraka katika nyumba hii. Kutoka kusini, kutoka kaskazini, kutoka east and west. Na kemea kila pepo ambayo walivyo. Bwana aone mlango huu ukiwa umefungwa kila wakati.
na akijaribu ashindwe. Shetani akijaribu ashindwe. Shetani akijaribu ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Na wapanda katika mji wako Mororo. Na mimi nikatamka katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wamebarikiwa. Wamebarikiwa. Kasaidia kwa mka. Hadi yako imesha kuacha. Nikusaini certificate na niko nayo hapa. Na mtasaini. Mtasaini. What the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. On your wedding day, you're gonna sing that. Can you see what the Lord has done? When you walk into that property, can you see what the Lord has? When that healing happens, what we've been praying for, He has brought to pass. See what the Lord has done. If I were you, I'll sing it to someone. I'll just sing it to someone. Say, see what the Lord has done. Can you see? See what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. And you say, my eyes have seen. It is my honor and privilege for the church today to recognize the marriage of two people, coming together of two people. Na kanisa pamoja nami kuungana pamoja and declare them man and wife from today. Tumefanya kazi ambayo inasika na yeye. Kwa niaba yake Mungu natangaza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwe. Naomba tusimame. Tusimameni. Tunashukuru sababu ya sadaka. Tumejiandaa Bwana kukushukuru na sadaka zetu. Sababu Bwana umetusaidia kushinda safari hii Bwana, na tumefika mwisho wa ibada yetu. Tunakushukuru. Tunapoleta sadaka hizi, ninaomba Bwana azipokee, azitakase, zikafanye kazi katika madhabahu yako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.
One more time. What we waited for.